Mama, nataka kutoka. Una chochote? Manake nikitoka sasa hivi kurudi jioni babako kama unavyojua. Sasa mbona unaitikia kwa kichwa? Unaumwa? Mbona uko sawa leo? Kuna nini mwanangu? Baba, mimi naumwa. Unaumwa? Unaumwa nini mwanangu? Kama unaumwa, sema nikupeleke hospitali. Na kule madaktari wote mimi wako hapa. Kama unaumwa, sema nikupeleke hospitali mama. Utibiwe. Ukiwa mzima mimi ndo napata furaha mwanangu. Mtoto mwenyewe ndo mmoja tu. Sasa ukiumwa mimi sio nitaumia. Nini mwanangu unachoumwa? Niambie babako. Lakini baba, nikikwambia utanipiga. Anapigwa mtu aliyokuwa anaumwa? Yaani wewe mwenyewe toka fikiria toka umezaliwa. Toka unapata akili. Mwae kuona hata siku nimekupiga mwanangu? Sija kupiga mwanangu. Napenda sana kujua mwanangu uwe salama kabisa. Lakini baba, naomba nisamehe. Una nini? Una mimba. Una mimba? Sasa mwali ugonjwa mwanangu. Mimba si furaha tu. Mwanzo nataka wajukuu. Si mtoto wangu kumbe amekuwa bwana mpaka una mimba. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa kama anapatikana wajukuu ndani kuna kwa yeke. Huyu anashika ndevu, kanishika babu. Sasa tunaona una mimba mama, mimi nichukie. Mimi siwezi kuchukia. Mimba ni ya nani? Hapo baba, sasa ndo kwenye tatizo. Tatizo la nini? Amekataa. Amekataa mimba ya mtoto wa banda. Mtoto wa banda anachua mimba afu mtu anasubutu kukata. Nani huyo mwenye nguvu kama hiyo? Kukataa mimba ya mwanangu. Nani? Abi. Abi yule mwenye ndevu? Ameikataa mimba. Basi mama limeisha. Simu yako inaita, alafu namba ngeni hajasiviwa. Halo? Mwenyekiti? Mzee mwenzangu. Naam. Kwa nini umemchanja chali mjukuu wako mpaka anafikia kiwango cha kuona vitu vyetu? Naam. Si mjukuu wako mjinga yule mtoto huyo. Ubariki. Huyo ndugu yangu. Mimi mbona sijawahi kumchanja? Kaniumbua sana. Acha bwana. Kaniumbua ndo katuvua nguo. Kijijini hapa samani si atu. Amefanya nini? Sasa kaona mazikule yangu. Hakuna mchote kijijini anaona ile mizigo. Wale mazikule yale na wale. Hakuna mtu anayeona mwenye uwezo. Sio mtoto kaonaje? Ndugu yangu nikwambie. Mimi sijawahi kumchanja Bariki. Na wakati Bariki anazaliwa, mimi sijaanza hii kazi. Unanielewa? Elewa. Na huyu Bariki yeye ndio chanzo cha mimi kwenda jela. Sawa. Sawa, nimekuelewa. Wewe mwenyekiti anasemaje? Ananihitaji sijui niende na shida na mimi. Sasa mimi hata sijamuelewa kwanza yani. Umuelewi kivipi yani? Mimi simuelewi. Sasa napiga simu, wana wewe njoo huku kuna mazungumzo. Sasa mimi na mazungumzo wapi? Mwenyekiti mimi sina mazoea naye. Awanipigia simu leo, si namba yangu kapata wapi? Mpaka ananipigia simu. Nilikwambia mimi mambo mengine yakupani kisio mambo mazuri. Juzi ulitaka mkate baba watu napanga.
Bwana kama mambo yenyewe ndio mimi siwezi kwenda bwana. Hapana, usiseme kwamba huwezi kwenda. Wewe unajua mwenyekiti anakuitia nini? Mimi yule mzee yule mwenyekiti anamlea sana yule mzee. Na haya mambo ya rushwa mimi nakwambia. Inawezekana yule mzee anampa yule rushwa. Mimi nakataa kabisa. Yaani usiseme kitu kama hicho kabisa. Wewe toka hapa sasa hivi nenda kamsikilize mwenyekiti anasemaje. Unaweza kusema kwamba mzee Kesi ndio ameenda, kumbe sio mzee Kesi, kuna kitu kingine. Alafu kuonekana umeidharau serikali. Kwa hiyo cha msingi hapa acha tukupasue hizo nenda kwanza kamsikilize anasemaje. Kabisa. Mimi wale watoto nawachukia kweli kweli. Acha bwana wewe. Unakwambia hivi? Like huyu mtoto. Labda nikwambie. Huyu mtoto amezaliwa na nguvu. Ana nguvu kubwa. Sina nielewa. Huyu mtoto alitembeza hati bila mganga kuikamata. Bwana. Naona kwambia. Kwa hiyo kimsingi mimi nawachukia sana watu. Yeye pamoja na mimi. Sasa tuwafanyeje hawa? Mimi kama ni amri yangu. Wao tunawaua hata leo tuwale supu. Kwani katika wajukuu zako yupi anayesumbua ndio huyu bali huyo aliona mazukule yao. Kama ni amri yangu. Leo hii wafe. Sawa, lakini acha kwa niendelee kidogo. Nenda sasa hivi. Yaani sema piga sasa hivi wewe hapa toka uende sasa hivi kamsikilize. Ana mazoea ya kunipigia simu mimi yule. Sasa si ndio kamsikilize. Kaza zake mangu wewe mbishi muda mwingine. Yaani ukiambiwa kila ninapokushauri haushauriki. Ana uwezo gani yule mtoto? Ana upeo gani wa kutusumbua kesi? Unakumbuka yule mzee wa Minazi tulivyofanya miaka hiyo? Nimdondosha wima. Na mimi mbaya, unajua mbaya kweli? Mimi mbaya ndugu yangu, nitamharibu yule mtoto ila nataka niongeze nguvu. Najua mtoto kama ulivyodai ana upeo mkubwa. Yule kweli ana upeo mkubwa atatusumbua. Na tutapata aibu kwa sababu sisi kijijini hapa watu wanatuogopa mzee. Mimi naenda kuongeza nguvu. Wallahi na hapa yule mtoto mpaka nimdondoshe. Nakwambia hivi, mimi naomba ushirikiano mkubwa kutoka kwetu. Hakikisha hao watoto tunakata kilimilimi chao. Mzee mwenzangu mimi nasema hiyo imekwisha. Isipokuwa nasema hivi, nasisitiza. Usije ukaweka huruma. Nake mjukuu wako ujue. Sasa kama ningekuwa naweka huruma, ningekwambia yote hapa. Basi mimi nakwenda upande wa pili ndio kuongeza nguvu. Lakini tutaona, yani yule nikishaongeza nguvu mbona sasa bwana tunamaliza. Kabla hajua kuzama, anakwenda na mtamkondoa. Mwenyekiti. Samahani bwana nimechelewa. Za asubuhi. Nimeona bwana swala hili bwana tukalishughulikia haraka ili tumalize mambo. Unaona inanipa wakati mgumu sana. Bora sasa hizi tuenzetu pale. Tukaike mikakati kila kitu kiende sawa, mipaka iko vizuri, biashara iishe. Mimi sipendi kala bwana. Wewe unanijua mwenyekiti wangu. Kwa hiyo ndio hivyo bwana. Karibu shemeji. Karibu. Asante. Za asubuhi. Salama. Ndio. Shemeji hapo usione hivyo kuna matatizo kidogo. Matatizo? Shemeji. Matatizo gani tena? Kwanza nikutolee kiti. Shemeji kana nikukwambia, hapa kuna matatizo. Tatizo gani tena hilo? Na matatizo yenyewe toka jana mlivyomaliza kikao chenu jioni ile, tumekula vizuri, tumelala vizuri, na usiku pia aliamka akaenda uwani. Ila jana alisema na ratiba ya kwenda shamba. Alivyoamka asubuhi akavaa viatu vya shamba vizuri, lakini ghafla nikamwona anaanza kupalamia vitu kama mlango wa uoni. Nikamuuliza vipi mwenzangu? Nikaona kimya. Ikabidi niamke. Niamka vizuri.
namuongelesha na mwana mwenzangu kimya. Nikamuongelesha tena na mwana mwenzangu pia kimya. Baada ya kuwa aongei na kumwangalia vizuri pia na macho haoni. Hii imekuaje hii? Hata mimi sifahamu shemeji. Sasa nini tunafanya hapa? Kwa mpango nimepigia baadhi ya mashemeji zangu. Wamesema wanakuja. Kwa hiyo ndio tumekaa hapa tunawasubiria. Sawa, mimi nimekuelewa shemeji. Poleni sana. Asante shemeji. Mimi naomba niondoke, baada ya muda mchache sana nitarudi. Sawa shemeji. Sawa, poleni sana. Asante shemeji. Mume wangu, usijali utapona. Mimi na imani hili swali ni labda mchache tu, kwa sababu ni ghafla tu. Sawa baba Ashura. Na kwa sababu nishapigia mashemeji wako njiani wanakuja. Wakishafika hapa, na imani swala litaisha. Sawa mume wangu baba Ashura. Oya, Due. Oya. Due. Oya, Due mwanangu hiki nini hiki? Due. Mwanangu unaniitaita afu hamna chochote cha maana kuniambia. Niambie shida nini huko? Due. Due. Nani hamna mwanangu? Nini Abi? Abi una nini? Hamna, unaona hamna. Abi. Kimekuta nini ndugu yangu? Abi masiara rafiki yangu. Hamna sasa unasema masiara, mimi nakwambia hamna rafiki yangu. Choo nimeangalia hamna. Nimetafuta kote mwanangu hamna. Abi. Utaishije ndugu yangu na alio sasa? Mimi sielewi yani imeenda wapi, mimi sielewi. Abi. Macho yangu au Mwanangu si kama hivi. Sikia, ila Abi nilikwambia rafiki yangu. Nilikwambia yule mzee mtu mbaya sana Abi. Ukutaka kunielewa ukaniambia mzee mshamba tu. Unakumbuka? Unakumbuka maneno yako Abi? Yule babake Keila. Huyo si umekata mimba mwanae wewe au? Kwa hiyo mchawi kweli, si ndio? Na nilikwambia mimi mshirikina. Sasa hata kama ushirikina unachukuaje nani rafiki yangu? Mwanaume mwanangu afu unachukua nani inakuaje tena afu? Hapa hakuna namna. Nibii twende tu tukamwombe msamaha tuongee naye. Tusifu tutafanyaje sasa Abi rafiki yangu shakologa sasa hapa. Sasa Due rafiki yangu unafikiri mimi nafanyaje leo? Mimi nafanyaje mwanangu? Hakuna namna. Nibii tumfuate tu tuongee naye taratibu. Sasa unachukuaje nani rafiki yangu? Yaani unachukuaje nani mwanangu? Hata kama uchawi yani ndo unabeba yani. Tukitumia sila haitorudi. Isirudi. Unasikia Due? Sio kama mimi napiga kelele. Ushanielewa bwana? Mimi nataka nani yangu. Mimi nakaaje bila namna gani? Sasa rafiki yangu, twende tukaongee naye, sisi tunaenda huko. Sasa tunaenda mimi rafiki yangu, yani mimi nakwambia mimi naenda kupigana naye yule. Naelewa ndugu yangu, naelewa unayoyapitia, lakini sisi twende tukaongee naye ataisha. Yule atatuelewa tu. Ndio nakwambia kweli, mimi naenda kumuumiza yule mzee wako. Mimi nani yangu rafiki yangu mimi. Usitumie hasira ndugu yangu. Mimi natumia hasira mwanangu, mimi nakwambia namna gani? Nani yangu mimi kaje yani mwanaume afu unakuwa. Usilie ndugu yangu. Unapolivu unamfaidisha nani barabarani? Ona sasa watu watakao tusikie rafiki yangu. Ila nilikwambia ndugu yangu, ila ndio hivyo ubishi bwana. Habari zenu? Salamu.
Kwa nini mnasema salama wakati mnaonekana kabisa mna matatizo nyinyi? Wewe nani kakwambia sisi tuna matatizo? Sisi hatuna matatizo. Mnakataa nini sasa? Nyinyi mna matatizo. Matatizo sisi hatuna. Matatizo yangu ni makubwa. Kwanza umejuaje sisi tuna matatizo? Sikubali. Sasa sikia. Lengo la kuwasimamisha nyinyi hapa ni kutaka kuwapa msaada na kusaidia hapa. Lakini niahidi kitu kimoja blaza. Hautarudia tena hiki ambacho umekifanya. Kwa sababu leo mimi nakusaidia hapa, ila kesho utakufa kabisa. Ndugu wangu, mbona unaongea kama mkubwa? Wewe mkubwa? Hamna. Hebu njoo nikusaidie. Njoo. Abi, wewe kweli kawa ana uwezo wa kutusaidia. Wewe ujiulize amejuaje kama sisi tuna matatizo? Nenda, atatusaidia. Inarudi? Nenda. Angalia. Abi, sema unaniacha ndugu yangu. Wana matatizo gani wale? Mjomba wangu ana matatizo makubwa sana. Yule mshikaji kuna msichana alimpa mimba. Alafu sasa dakika ya mwisho ile mimba akaikataa. Ila baba yake yule msichana ni mtu hatari sana. Kwa hiyo akawa amemtoa sehemu zake za siri. Hapo unavyoniona nimemrudishia saa hizi. Ndio hivyo mjomba. Dunia ina mambo sana.